Viwango vya fedha au kwenye viwango vya fedha, kwanza kiwango cha fedha na pia hata muda, viwango vya fedha na muda. Ndio. Katika ukamilishaji wa madarasa haya mkataba unasema atatekeleza kwa muda wa miezi mitatu tangu tulipompa tenda, lakini tulimuomba akaendelea kutekeleza mradi wakati hajasaini mkataba na alikubali akaendelea kutekeleza. Mkataba umeshasainiwa mpaka sasa. Kwa hiyo kwa maelezo aliyoyasema fundi, kutokana na mkataba tukiufuata tutaenda mbali sana, lakini yeye ameahidi kwa muda wa wiki 2 atakuwa amemaliza hatua zilizobaki. Lakini pia kwa upande wa fedha, fundi aliyekuwa ameomba kwa mara ya kwanza haijavuka kiwango, tumeenda kwenye kile kiwango, lakini ameshusha bei zaidi yeye. Mradi wa ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Ngomosambo ulianza kutekelezwa mwaka 2019 kwa nguvu za wananchi kwa kusafisha eneo la ujenzi, kubeba mchanga, mawe, kuteka maji na kuchangia fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni 2,977,841. Pia tulipata kiasi cha shilingi milioni 2 kutoka mfuko wa jimbo na kufanya jumla ya fedha kiasi cha shilingi milioni 4,977,841. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2025, kijiji cha Ngomosambo kilipokea kiasi cha shilingi milioni 30 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuendeleza mradi huu. Shule ya Sekondari Majalila tunatekeleza miradi 4 ya ujenzi wa miundombinu kama ifuatavyo. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa jiko la nishati safi. Mradi huu uliwekea kiasi cha fedha milioni 40 ya mapato ya ndani tarehe 8 mwezi wa 9 2025. Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kiasi cha fedha kilichotumika mpaka sasa ni milioni 25,712,327. Kiasi kilichopo ni milioni 14,287,672. Kwa sasa mradi upo katika hatua ya umaliziaji, ambapo kazi zinazoendelea ni upigaji wa blandering na upigaji wa rip. Sisi kazi yetu, miongoni mwa majukumu yetu ni kuja kukagua na kushauri, lakini leo waheshimiwa, ukisema uzilete nyaraka hapa za manunuzi, tumekwenda kwingine. Wapo wenye mamlaka hayo, wataalamu ambao tunaweza tukawaelekeza, katusaidieni hiyo shughuli. Ikija ikifanyika tukaletewa ripoti au taarifa kilizikanayo, ndio itakayopelekea kuidhinisha kupatikanaji wa fedha zingine kwa ajili ya kukamilisha mradi. Ni sawasawa na mamlaka tulionayo. Hatuna mamlaka ya kumzuia mkandarasi au fundi asiendelee. Sisi tunashauri kama kuna uwezekano, vunjeni mkataba na huyo fundi wao. Sasa kwenye uvunjaji wa mikataba na vitu fulani wanafuata zile taratibu. Sisi tukifanya hivyo, umemzuia fundi kufanya shughuli yake na baadaye sio mamlaka. Kwa hiyo niliona nianze na haya kwenye huu mradi, ndio naujua una changamoto. Huo mwingine wenye umeanza na una zaidi ya milioni 40 bado hazijatumika. Hata tukienda kuukagua sisi tutajua tu kinachoendelea, lakini ukitaka kuukagua mradi ni ule ambao unaelekea kukamilika kama huu. Ndio maana nimeuliza maswali mawili. Huu mradi vifaa vilivyobaki ni vipi? Amevitaja, lakini kwenye taarifa havimo. Lakini la pili nimemuuliza, ili mradi ukamilike unahitaji kiasi gani? Ametaja. Umeshaomba? Ameomba. Sasa kwa sababu na mimi nimeshapewa taarifa na maelekezo na huu mradi, ndio maana nimesema kwamba sisi taarifa tunaipokea, lakini tutaomba tuamwelekeze mkurugenzi. Kwa hiyo fedha ambayo wameomba kwa ajili ya ukamilishaji huu mradi isiletwe hapa mpaka tutakapokuwa tumejiridhisha kwenye upande wa manunuzi yaliyofanyika hapa na matumizi yake.